kutoka hivi karibuni ni kwamba mchezo wa dabi wao hawaujui kabisa, hawachezi, na michezo ambayo imewekwa ni michezo mitatu basi, ikiwepo mechi ya Tanzania Prison na mechi nyinginezo. Kwenye hili swala wewe kama shabiki wa Yanga unasupport Young Africans waendelee kuwa na msimamo ule ule? Kwanza, jambo la kwanza tuweke kumbukumbu sawa. Inawezekana kuna watu wanaweza akawa napotosha hii agenda na uhalisia wa huo mchezo. Mchezo 184 ulikuwa kwenye ratiba ya miongoni mwa michezo ambayo itafanyika ligi kuu Tanzania bara. Bodi ya ligi wenye mamlaka kikanuni na kisheria kupanga mchezo 184 walipanga tarehe 8 Machi utafanyika Benjamin Mkapa. Vilabu vyote viliwasiliana kuwa mechi hiyo itafanyika tarehe 8 Machi. Kwa maana yake klabu mwenyeji, klabu ya Yanga Sports Club, kulingana na programu ambayo itangaziwa miezi miwili kabla, walianza kufanya promotion ya mechi ya tarehe 8 Machi, huku yakisaidiwa pamoja na bodi ya ligi ambao ni wasimamizi wa hiyo mechi. Yanga walifanya promotion kwa kiasi kubwa hiyo mechi. Mpinzani wake ambaye anacheza naye aligoma kufanya promotion ya hiyo mechi. Ilipofika tarehe 7, vilabu vyote viwili vilienda katika pre-match kabla ya mechi kuanza. Wote walienda na wote walizungumza na vyombo vya habari. Waliambia umma wa kidunia mechi hii ipo, itafanyika tarehe 8. Msemaji wa Simba alikuwepo, msemaji wa Yanga alikuwepo, kocha wa Simba alikuwepo, kocha wa Yanga alikuwepo, mchezaji kapteni wa Yanga alikuwepo na kapteni wa klabu ya Simba walikuwepo. Hayo yote maandalizi yalifanyika tarehe 8 kwa ajili ya mechi. Ni nani ambaye alisema mechi haitakuwepo? Simba waliandika barua usiku saa 8 ya usiku wakiwaambia umma wapenda michezo, wakiwaambia umma na dunia, hatutashiriki mechi ya 184. Kuna watu wanatakiwa wachukuliwe hatua. So mimi, hiyo ni kwa mujibu wa barua ya Simba ambao waliandika kwa umma wa Tanzania, wakimaanisha mabaunsa ambao wanadai waliwazuia wasifanye mazoezi. Ikafika mbali Simba akasema hawatashiriki mechi yoyote ya ligi kuu mpaka swala la mechi 184 lichukuliwe hatua. Sio mimi, kwa mujibu wa barua yao waliandika tarehe 7 Machi kwenda kwa umma wa Tanzania. Bodi ya ligi wakaja wakasema saa 4 asubuhi wakazungumza na umma na kidunia, kwa sababu dabi ya Yanga na Simba haifuatiliwi Tanzania tu, inafuatiliwa kidunia nzima, kwa sababu kuna stesheni 16 duniani walikuwa wanapaswa kuonesha hiyo mechi. Kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi akazungumza akimaanisha vituo vingine duniani 16 ambao watarusha hiyo mechi. Alizungumza saa 4 asubuhi akasema, akamwambia mechi iko pale pale. Huyo ni mwenyekiti wa bodi ya ligi anazungumza na dunia. Mashabiki 40,000 baada ya kutangaziwa kuwa mechi ipo wakaenda Benjamin Mkapa, wakaenda kukata tiketi, wakaingia uwanjani siku ya tarehe 8. Watu wakajiuliza, ilipofika saa 8 hajazungumza mwenyekiti wa bodi ya ligi? Hapana, ikaja barua kutoka kwenye vyanzo vya bodi ya ligi kwenye peji zao, wakasema mechi ya 184 tumeahirisha. Kumbuka asubuhi alizungumza na umma kupitia mdomo wake kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Saa 8 mchana akazungumza kupitia wino wake wa karatasi, na hiyo barua ikasambaa. Wanaambiwa umma na dunia, nchi 16 ambao mtaonesha mechi ya dabi, mechi hiyo haipo. Maana hiyo TFF wamefuata sio TFF. Hapo na vipi mnachanganya? Ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi ambayo ni independent, inajitegemea yenyewe. Wao wakasema mechi hiyo, mwenyekiti wa bodi ya ligi akasema wanalisha hiyo mechi. Yanga wakaja uwanjani, mashabiki wakaenda uwanjani. Ikafika hatua jambo baya zaidi katika hiyo mechi. Mshabiki wa klabu ya Yanga alifariki juu ya hiyo mechi. Unakumbuka? Yanga tarehe 9 kwa uungwana wake. Baada ya hiyo mechi tarehe 9 Yanga akaeka gari mafuta akaenda mpaka Bunju kwenye klabu ya Simba. Yanga akasema hawa Tanzania tumewakosesha laza, tunakuja kwenye uwanja Bunju tucheze.
hawezi ukaamini kabisa. Wakafunga na mageti. Yanga walikaa masaa matatu pale getini ili wacheze mechi tarehe 9. Lakini viongozi wa Simba, meneja uwanja wa Simba wa Bunju waligoma kufungua uwanja ili Yanga asiendelee kucheza na Simba. Ni ungwana wa namna gani? Tafsiri ya haraka ndo walikimbia. Anasema nyie mnafujo. Sikiliza, sio unafujo. Hapa tunazungumza ni nani alikimbia mechi. Tukiangalia mazingira yao ya tarehe 7 ya mechi, kutoa taarifa, kutoshiriki mechi 184. Ukiangalia mazingira tarehe 8 Machi, kutoleta timu. Ukiangalia mazingira tarehe 9 Yanga kwenda Bunju kutaka kucheza mechi, kutofungua mageti, kiashiria tosha kwa Simba kutaka kucheza mechi 184. Ndio kweli. Hiyo wanaogopa Simba. Ni ukweli. Wakati wao wanawahitaji, wanasema bila kumkaba Mpanzu haiwezekani. Hiyo ndio hoja ambayo ilikuwepo. Watu wanauliza tarehe 8 Machi huyo Mpanzu alikuwa analisha wapi? Mbona mlikimbia uwanja Benjamin Mkapa? Wao wanasema kwamba haujajibu swali. Tarehe 8 Simba Mpanzu alikuwepo akwepo? Alikuwepo. Kwa nini walikimbia timu kama alikuwepo kwa anamtegemea mchezaji? Wanasema mabouncer wale. Haujajibu swali. Ukisema mabouncer ni jambo la kikanuni. Timu yoyote ikizuiliwa kufanya mazoezi ni jambo la kikanuni. Kanuni zinasemaje? Kanuni inasema timu ambayo itashindwa kufanya mazoezi, hiyo timu ambayo imemzuia kufanya mazoezi itapigwa faini milioni 5. Ni kanuni. Kanuni inasema timu ambayo haitaingia uwanjani itanyang'anya pointi 3, mabao 3 na itanyang'anya pointi 15 na itashushwa daraja. Hizo ni kanuni. Hapa tunazungumza kwa mujibu wa kanuni na sheria na sio hisia. Wewe ukisema mashida kumkaba Mpanzu, ndio maana nikakuuliza, kanuni ipi ambayo imesema tarehe 8 wasilete timu? Mkali wa dimba nakuuliza wewe. Ninakuuliza wewe. Tuambie ni kanuni ipi ya tarehe 8 ilisema wasiingize timu? Hamna kanuni ambayo inasema. Tunakubaliana. Kama kanuni hiyo haipo, tafsiri yake maana yake Simba walivunja kanuni. Uongo kweli? Na kanuni zinasemaje kama mtu alivunja kanuni kutoleta timu uwanjani? Adhibiwe kivipi? Kwa kutoa faini kama ambavyo umesema. No. Anaadhibiwa kwa kunyang'anya pointi 3, mabao 3, kunyang'anya pointi 15 na kushushwa daraja. Hizo ni kanuni ambazo wameweka wenyewe bodi ya ligi. Hizo sio zangu mimi. Ndio maana tukasema bodi ya ligi inapata wapi mamlaka ya kuambia dunia kuna mchezo mwingine wakati kuna watu walivunja kanuni wameshinda kusimamia kanuni? Swali hilo ukamuulize mwenyekiti wa bodi ya ligi. Swali hilo ukamuuliza afisa habari wa bodi ya ligi kakaangu Karim Boimanda. Sasa hoja ikaja nyingine. Wakasema bodi ya ligi waliahirisha mechi. Hoja zingine zinasema bodi ya ligi ndio yenye mamlaka kupanga mechi nyingine. Sikiliza. Bodi ya ligi kwa barua yao waliandika wenyewe tarehe 8 Machi. Kasome paragrafu ya mwisho. Wanasema kuna mambo 3 ambayo yamesababisha mechi kutochezwa. Jambo moja hapo wanasema kwa kuna uvunjifu wa amani siku ya tarehe 7 Machi. Jambo la pili wanasema kulikuwa kuna viashiria vya rushwa. Lakini jambo la 3 bodi ya ligi ni barua yao wanasema kwa sababu kuna timu pinzani walishindwa kufanya mazoezi kwa mujibu wa kanuni. Ndio kwa sababu tumailisha mechi. Wakaenda mbali zaidi kuambia dunia hiyo mechi ambayo itafanyika mechi 184 tarehe 8 Machi hatutaipangia ratiba nyingine mpaka uchunguzi ufanyike. Baada ya uchunguzi kufanyika tutakuja na ripoti kuambia dunia kuwa ripoti yenyewe ndio hii hapa. Ndio tutapanga mechi nyingine. Ninakuuliza wewe ndugu yangu M15, nakuuliza Paul Mkai, nakuuliza Beni TV. Ninakuuliza naye ndugu wangu wa Global. Kwa pamoja uchunguzi ulifanyika? Haufanyika, hatujaona uchunguzi wote. Hamkuona uchunguzi? Hajasikia uchunguzi wote. Tafsiri ya haraka maana yake tunaamini bodi ya ligi maana yake walidanganya umma wa Tanzania. Ndio tafsiri yake. Ndio. Tunaamini kama ambaye anaamini kulinda usalama wa raia na mali zake. Ni katika mkoa wa Dar es Salaam, maana ni kamanda kimkoa wa Dar es Salaam ambaye ni Afande Mlilo. Si ndio? Afande Mlilo aliojiwa alipigiwa simu akaulizwa tarehe 7 na tarehe 8 kulikuwa kuna uvunjifu wa amani, akasema hakuna. Tuamini kwa maana yake bodi ya ligi kwenye taifa yake walisema uongo. Walisema
uongo kwa mujibu wa afande Mlilo. Lakini ikafika mbali akaujua mwenyekiti wa kanda ya Temeke atakukuru, akaulizwa katika mkoa wako huu wa Temeke wa kikanda tarehe 7 na tarehe 8 kulikuwa unafanyika mechi. Katika hiyo mechi unasema kuona viashiria vya rushwa. Je, umepata taarifa yoyote kuhusiana na viashiria vya rushwa? Kamanda wa mkoa wa kikanda wa Kitemeke alisema hakupata taarifa yoyote. Tuamini kama bodi ya ligi tudanganya Tanzania? Ni kweli. Kama watu ambao waitudanganya wa Tanzania na umma duniani ambao wanafuatia dabi katika nchi 16 wanapaswa kukaa madarakani? Tunakubaliana wote kama hawapaswi kukaa. Hiyo ndio hoja ya Yanga. Hoja ya Yanga ziko mbili. Inawezekana mwandishi ukawa anashindwa kuelewa. Hoja ya Yanga ziko mbili. Hoja ya kwanza ya Yanga inasimamia haki ya Simba yenyewe. Hoja ya pili ya Yanga inasimamia haki ya bodi ya ligi. Haki ya Simba wamesema hawatacheza mechi 184 kwa sababu kuna watu wanatakiwa wachukuliwe hatua. Uongo kweli? Uongo kweli? Watu wamechukuliwa hatua. Hiyo haki asimamie nani? Hiyo haki asimamie nani? Haki hiyo tasimamia sisi. Bodi ya ligi wameshinda kusimamia hiyo haki ya Simba. Ndio maana wamepanga mechi sehemu nyingine. Haki ya pili ya bodi ya ligi wakasema lazima tutoe taarifa ya uchunguzi. Baada ya taarifa ya uchunguzi kutoka, tutapanga mechi 184. Si ndio? Na kuuliza taarifa ya uchunguzi imetoka. Kuna haki mbili. Kuna haki ya Simba ambao wamesema hawatacheza mechi yoyote mpaka achukuliwe hatua. Lakini kuna haki ya bodi ya ligi wamesema ni mpaka taarifa ya uchunguzi watoe ndio watapanga hizo haki mbili. Asimamie nani katika mpira wa nchi? Yanga tumeamua kusimamia haki mbili. Haki ya bodi ya ligi na haki ya Simba. Haki ya bodi ya ligi, tunawaambia bodi ya ligi toeni taarifa ya uchunguzi kwa sababu ni maslahi ya kiumma, umma wajue. Lakini haki ya msingi ya Simba ambao wamesema hawatacheza mechi ya 184 mpaka wachukue hatua. Tunasema haki ya Simba sisi Yanga Sports Club tutasimamia watu wachukulie hatua ili Simba wafanyaje, wacheze mechi 184. Wakikuuliza mtu ni nani alisema hatacheza mechi 184, waambie barua ya Simba tarehe 7 Machi walisema hawatashiriki mechi 184 mpaka watu wachukuliwe hatua. Kwa mtu alisema hatuchezi ni Simba walisema wewe kuna barua yao tarehe 7 Machi. Sisi Yanga tunasimamia haki zao za watu wawili, haki ya bodi ya ligi na haki za Simba. Sisi kama muasisi wa mapinduzi wa nchi, sisi kama muasisi wa chama cha mpira Tanganyika Football Association, sisi tunaweza kusimamia hizo haki. Tutasaidia Simba, tutasaidia bodi ya ligi na tutasaidia mpira wa nchi. Haki hizo tutasimamia tukiwa hai au tukiwa tumekufa. Haki hizo tutasimamia heiza tupate maumivu au tupate furaha. Haki hizo za watu wawili sisi klabu ya Yanga tutasimamia mwanzo mwisho. Hakuna mwingine ambaye anaweza kusimamia hizo haki kwa sababu wengine hizo haki walishindwa. Jambo la pili la mwisho, tumalizie hapa, la pili la mwisho. Walisema viashiria vya rushwa. Vya rushwa. TAKUKURU amekataa, amesema hakuna rushwa. Basi tuamini ambaye wasababisha kualishwa kwa mechi hiyo, basi ndio kwa una rushwa au ndio alipata rushwa. Usiniambie wapi. Walisema mechi 184 kuna viashiria vya rushwa. Si ndio? Kamanda mkoa wa Temeke anasema palikuwa kuna viashiria vya rushwa. Basi tuamini walishirikiana hawa na wale kualisha mechi kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Labda walipiana rushwa kwa ajili ya kualisha hiyo mechi. Kama kwa maana hiyo hawa wote wanasema hamna rushwa. Wao ndo wanasema wana rushwa. Nchi hii tuamini nani? Kati ya TAKUKURU pamoja na bodi ya tuamini nani? Kati ya jeshi la polisi ambao wanatulinda usiku na mchana na bodi ya ligi tuamini nani? Hawa wote wanasema hivyo vitu havipo. Hawa wanatupa mashaka wawili. Kwa maana hiyo mwalimu Yanga mnataka viongozi wa TFF wangatuke ili waweze kuchaguliwa viongozi ambao wataweza kuleta maslahi bora kwenye soka la Tanzania. Of course hapa tunazungumza haya yote yametokea kwa sababu ni mechi 184 ndio yametokea haya yote. Tumepima uweledi wao katika jambo la kikanuni, wameshindwa kusimamia. Tumepima uaminifu wao. Kwa hivyo vitu vile umesema uvunjifu wa amani na rushwa, uaminifu wao kwa jeshi la polisi na TAKUKURU wameonyesha kuwa hao watu wawili walisema kuwa hamna viashiria vya rushwa, wao watudanganya. Hiyo tunazungumza uaminifu. Dunia ya sasa inahitaji mtu ambaye mwaminifu.
Dunia sasa inamtaji mtu ambaye mikono yake sio michafu. Kwa mikono hiyo ambayo wamezungumza, maana yake wanaonekana haya mambo yako sahihi kwa wao. Unanielewa? Lakini mwalimu, naam, Karim Boimanda yeye alizungumza na akasema hajapokea barua yoyote kutoka kwa Young Africans, na kwa hivyo yeye atambui, anachokijua kwamba mechi ipo. Sikiliza, nyingine zimetokea tetesi kwa mashabiki mbalimbali na wadau mbalimbali wakisema kwamba Yanga ni kama mnabibu. Sikiliza mdogo wangu, sikiliza. Sisi ni taasisi. Hatudili na afisa, tunadili na bosi wake. Jambo la pili, huyo ukisema yeye anasema, sisi ndio wenyeji. Mambo yote yanatakiwa kufanya